Bwana Yesu Kristo asifiwe sana, watu wa Mungu. Kwa majina naitwa George Ignatian, ni mhubiri wa Injili ambaye Bwana amenitia mafuta kwa uhubiri wa nyenyekevu habari njema. Amenituma kuwatangazia mateka uhuru wao na waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Wale waliofungwa na nguvu za giza, waliofungwa na nguvu za mapepo, waliofungwa na nguvu za mashetani, Bwana amenituma ili kuwafungua ili wapate kuwa salama, wapate kuwa huru katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Leo nipende kuja na ujumbe kutoka kwenye kitabu cha Yohana mtakatifu sura ya 10 mstari wa 10. Biblia inasema kwamba mwivi aji ili aibe na kuchinja na kuua na kuangamiza, lakini mimi nalikuja ili watu wao na uzima kisha wawe nao tele. Haleluya. Haya ni maneno ya Mungu kutoka kwenye kitabu cha Yohana mtakatifu sura ya 10 mstari wa 10. Maneno ya Mungu yatoka mahali pale. Nimekuja na ujumbe huu kwa maana kwamba kazi ya mwizi ni kuua, kazi ya mwizi ni kuchinja, kazi ya mwizi ni kuangamiza. Mwizi anapokuja nyumbani kwa mtu, anapopiga fatuma, akiingia ndani, jambo la kwanza akimuona mwenye nyumba, sharti amuue, sharti amuangamize, sharti amchinje, sharti amuharibu na abebe vitu vyake vyote alivyonavyo avichukue. Mwizi anapokuja kwa mtu huwa habishi hodi, anapiga fatuma, anaingia ndani. Akisha kuingia ndani, kazi yake ni kufanya uharibifu, kazi yake ni kuua, kazi yake ni kuchinja, kazi yake ni kuangamiza, kazi yake ni kuharibu. Lakini Biblia inasema kwamba Yesu anasema kwamba mimi nalikuja ili watu wawe na uzima kisha wawe nao tele. Yesu anasema kwamba tazama nasimama mlangoni na bisha, mtu akisikia sauti na kufungua mlango, taingia nyumbani mwake, nitakula na yeye na yeye atakula na mimi. Kwa ukisikia sauti ya Mungu na kufungua mlango ambao ni moyo wako, Yesu anaingia ndani ya moyo wako, anafanya makao ndani yako, anakula na wewe na wewe unakula na yeye. Yesu sio mwizi, Yesu sio jambazi, Yesu sio muharibifu. Anapokuja kwa mtu sharti abishe hodi, anabisha hodi kwa utaratibu, na wewe ukimfungulia anaingia ndani yako, anaingia ndani ya nyumba yako, anafanya makao ndani ya mji wako, anafanya makao kwa watoto wako, anafanya makao kwa ndoa yako, anafanya makao kwa uchumi wako, anafanya makao kwenye biashara zako, anafanya makao kwenye elimu yako, anafanya makao ofisini mwako, anafanya makao katika maisha yako yote. Lakini usipomfungulia Yesu kaingia moyoni mwako, maana yake yeye anafanyaje? Anaondoka. Yeye anakuja kwa utaratibu, yeye ni wa mipango na utaratibu. Akija nyumbani kwako anabisha hodi, anahitaji umfungulie ili aingie nyumbani mwako, ili afanye makao ndani ya mji wako, ili afanye makao ndani ya moyo wako, ili afanye makao ndani ya ndoa yako, ili afanye makao ndani ya uchumi wako. Lakini endapo kimkataa Yesu, iko jambo moja na kujia mbele yako, ni kuharibiwa na shetani, ni kuchinjwa na shetani, ni kuharibiwa na shetani, ni kuvunjwa na shetani, ni kuteketezwa na adui. Kwa sababu anasema kama anakuja ili hapate kuangamiza, na ndio kazi inayomleta mwizi. Mwizi kazi yake ni kuua, ni kuchinja, ni kuangamiza, ni kuharibu. Lakini Yesu Kristo alikuja ili watu wao na uzima kisha wapate kuwa nao tele. Sasa ni wakati huo kumfungulia Yesu mlango aingie moyoni mwako. Yesu anagonga hodi jioni ya leo. Yesu anagonga hodi asubuhi ya leo. Yesu anagonga hodi mchana wa leo. Yesu anagonga hodi nyumbani kwako. Yesu anagonga hodi kwa watoto wako. Yesu anagonga hodi kwa ndoa yako. Yesu anagonga hodi kwa uchumi wako. Anahitaji umfungulie aingie, ambaye kufanya makao ndani ya mambo yako, ndani ya mji wako, ndani ya watoto wako, ndani ya elimu yako, ndani ya ofisi yako, afanye makao. Lakini ukimkataa Yesu, anasema kwamba wanamkataa wanapenda mauti. Haleluya. Anamkataa Yesu wanapenda mauti. Anasema kwenye kitabu cha Isaya sura ya 1 mstari wa 9 na wa 10. Anasema kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi, bali mkikataa na kuasi mtaangamizwa kwa upanga. Maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Ni wakati wa kumfungulia Yesu moyo wako ili apate kuingia. Ni wakati wa kumfungulia Yesu moyo wako. Ni wakati wa kumfungulia Yesu maisha yako ili apate kuyatawala, kuyamiliki, ili kuona neema na kibali machoni pa Mungu aliyekuumba. Barikiwa sana mtu wa Mungu ambaye unasikia kutoka mahali popote ulipo unaponisikia, na Mungu wa mbinguni apate kukubariki sana na kukutendea mema. Ubarikiwe sana na uinuliwe sana katika jina la Yesu. Amen. Asante.